Habari ya njama na kuiba kura serikali hii ya broad based. Njama hii imetekelezwa kupitia IEBC commissioners wenyewe, polisi wa Kenya, na kuna wahuni ambao tayari wametayarishwa. Wamepelekwa kule Mbeere, wamepelekwa Magarini, wamepelekwa Malava kule Kakamega. Na njama hii ni kwamba hawa wahuni wataanzisha fujo wakiwa chini ya ulinzi wa polisi, na polisi wataingilia kati kujifanya ni kama wanatuliza na waweze kusimamisha upigaji kura katika sehemu hizi tatu ambazo serikali tayari dalili imeonyesha watashindwa. Wanataka kugeuza uamuzi wa wananchi. Yetu leo ni kuambia Chairman Ethekon na Commission ya IEBC ya kwamba wana nafasi nzuri sana kuonyesha ya kwamba hii ni tume huru isiyoegemea upande wowote. Kupitia yale ambayo malalamishi tumefikisha mbele yao, kuanzia na mambo ya hongo kwa wapiga kura. Haswa jana kumekuwa na women rep wa Kakamega, BLC Mohanda, akigawa chakula cha msaada, relief food, mchele, maharagwe, akipeana mattress na blanketi ambazo mimi nilikuwa napeana nikiwa waziri wa special programs. Wale wamepata majanga kule Turukana, mafuriko kule Nyanza na kwingineko. Hii ni chakula ya dharura kusaidia msaada wale wameumia. Sio wapiga kura, wakulima wa bidii ambao wana chakula chao, lakini wanatumia chakula cha serikali, mattress za serikali, kununua wapiga kura wapigie kura. Sio hiyo tu, njama ya pili kando na hongo ni kutumia fujo. Na hii fujo itakuwa kupitia hawa wahuni na polisi. Silaha hizi mbili za hongo na fujo tumejua zitatekelezwa wapi na nani. Kama Malava, nimetoka huko jana, mbunge wa Lugari Bwana Nabina Bwera, tunajua ya kwamba wewe ndio komanda ambao umepewa jukumu hilo. Tunajua ya kwamba Mheshimiwa Wetangula, Mheshimiwa Mudavadi, Mheshimiwa Oparanya na viongozi wenzetu kutoka magharibi mwa Kenya wamekuwa kwenye njama hii wakiongozwa na none other than Faruk Kibet, msaidizi wa rais, karani wa rais. Sasa ndio mdosi wa hawa jamaa. Kile anasema is what goes in Malava. Ameishi kule mwezi mzima hajaondoka. Na leo tutataka tumwambie Bwana Faruk Kibet, ile njama umepanga tunajua. Kulikuwa na njama ya kwamba viongozi waweze kushikwa. Mheshimiwa Senator Khalwale is targeted for arrest. Tunajua kuanzia usiku huu niko natafutwa. Senator Cleo Malala, governor anatembea, na viongozi ambao wanaongoza kampeni zetu. Hii njama wanataka waweze kutisha wananchi wasijitokeze kupiga kura wakisikia viongozi wao wameshikwa, na polisi wengi wamemwaga watu waogope kujitokeza. So siku ya leo nataka tuambie tume hii, mtihani huu msiopita, mjue ya kwamba tayari mtakuwa umeanguka. Kama ni mock exam, this is a litmus test kwa tume hii. Na Bwana Ethekon with your commissioners, trust is earned. The confidence in the public is earned. And once you lose it, you can never recover it. This is like virginity, once lost can never be recovered. You have an opportunity. Muna nafasi nzuri kudhibitisha wazi ya kwamba ninyi ni tume huru. But beginning tonight, going into tomorrow, mjue ya kwamba kama viongozi wa upinzani twajua zile njama mmepanga na mtahusika. Sitaki niseme mengi, niombe ya kwamba wapiga kura, supporters wetu, msiogope, mjitokeze. Tutakuwa nanyi kuanzia usiku wa leo hadi usiku wa kesho, kura zikihesabika. Tuko na vijana wetu wamejitokeza. Uamuzi tayari vile tumetembea kama United Opposition tukiwa
Kakamega, tumekuwa Mbeere, tumekuwa Magarini, wananchi wa Kenya washaamua. Jaribio la kugeuza uamuzi wa Wakenya laweza likaleta maafa kama yale tumeona Tanzania. Na haya tunaambia Bwana Ruto, Kenya si Tanzania. Lakini huenda ukageuza Kenya kuwa Tanzania beginning tomorrow, kama yale Suluhu alifanya kule Tanzania, na watu wastaarabu kabisa wa Tanzania wakajitokeza. It will be worse in Kenya if you try. Let the people decide. That is the essence of democracy. Do not try to subvert the will of the people. Hiyo ni ilani tu tunatoa, na tunasema ya kwamba wapigaji kura mjitokeze. Ile fujo tumeona pale Kabuchai, nimekuwa na Mheshimiwa Gachagua kule Narok, ile fujo tuliona pale. It is very clear that this commission has been compromised, but you have 24 hours to prove yourselves. Asanteni sana.